Taasisi ya Uhandisi na Usanifu Mitambo Tanzania, TEMDO, ni mojawapo ya taasisi za msingi zilizoanzishwa kwa ajili ya maendeleo ya sekta ya uzalishaji viwandani. Wazo la kuanzishwa TEMDO liliokuwa na mkazo mkubwa katika uanzishwaji wa viwanda vya msingi, yani Basic Industrialization Strategy ya miaka 1975 hadi 80, ambapo ilibainika kuwa kungekuwa na upungufu mkubwa katika utekelezaji wa mpango huo iwapo taifa halitajenga uwezo katika kubuni, kusanifu na kuunda mashine na mitambo kwa ajili ya sekta mbalimbali za uchumi wa nchi kupitia taasisi zake za utafiti na maendeleo ya viwanda. Serikali ilianzisha taasisi ya TEMDO kwa sheria ya bunge namba 23 mwaka 1980 ili kujenga na kuhamasisha utengenezaji wa mashine na mitambo hiyo kibiashara na matumizi yake katika sekta mbalimbali za uchumi wa nchi. TEMDO inahusika vile vile na kutoa huduma za kihandisi katika viwanda na pia kutoa mafunzo kwa mafundi na wahandisi walioko viwandani ili kuongeza tija na weledi, kupelekea uboreshaji wa utendaji kazi na uzalishaji. Dhima ya TEMDO ni kutoa bidhaa na huduma za kihandisi zenye ubora wa viwango vya juu kwa watengenezaji wadogo na wakati kwa njia ya kutafiti, kubuni, kuendeleza na kuhawilisha teknolojia ili kufikia maendeleo ya viwanda kitaifa. Baada ya kuanzishwa kwa taasisi hii, ilitekeleza majukumu kama ifuatavyo: kutafiti, kubuni na kuendeleza mitambo, mashine na vifaa vingine vya teknolojia mbalimbali na kuhamasisha utengenezaji wake kibiashara. Kutoa huduma za kihandisi katika viwanda vidogo, vya kati na vikubwa kwa lengo la kuongeza ufanisi wa matumizi bora ya rasilimali na kuongeza ubora wa bidhaa na uwezo wa kiushindani. Kutoa mafunzo kwa wahandisi na mafundi na taasisi nyingine ili kuongeza ufanisi katika uzalishaji mali. Hadi kufikia hivi sasa, shirika la TEMDO limefanikiwa kubuni na kutengeneza mitambo na mashine mbalimbali katika sekta ya kilimo, viwanda, afya pamoja na ufugaji na uvuvi. Baadhi ya mashine hizo zilizotengenezwa kwa mafanikio makubwa ni kama mtambo wa kuchoma taka hatarishi za hospitalini, yani Biomedical Waste Incinerator, mtambo wa kukamua mafuta ya alizeti, chikichi na mbegu nyingine za mafuta, mtambo wa kuchakata zao la muhogo ukiwa mbichi ili kukausha na kupata unga, mtambo mdogo wa kuchakata miwa ili kutengeneza sukari, yani Sugar Bean Processing Plant, mtambo wa kutengeneza mkaa unaotokana na mabaki ya vumbi la mkaa au mbao. Pia TEMDO imefanikiwa kutengeneza vifaa tiba kama vinavyoelezewa na mkurugenzi wa taasisi hiyo, Profesa Frederick Kahimba. Kwa upande wa taasisi ya TEMDO hapa tunatengeneza bidhaa za vifaa tiba vya hospitali ambavyo tunaamini kwamba hospitali nyingi na vituo vya afya vinaweza vikahitaji kutumia bidhaa kama hizo na kutokuagiza bidhaa hizo kutoka nje ya nchi. Mfano wa bidhaa hizo, tunatengeneza hapa majokofu ya kuhifadhia maiti, tunatengeneza hapa vichomea taka hatarishi kwa ajili ya taka zinazotoka hospitali, lakini pia na vitanda vya aina mbalimbali, bidhaa karibu 16 za sekta ya afya ambazo tayari Tanzania bara zinatumika, lakini sasa ni nafasi ya ziara hii kuhakikisha bidhaa hizo zinavuka kwenda Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Lakini pia kwa upande wa Wizara ya Maendeleo ya Kilimo, Uvuvi, Misitu kwa wenzetu wa Zanzibar, sisi hapa tuna mashine mbalimbali za kuongeza thamani mazao yanayozalishwa Zanzibar. Kwa mfano, kuna mashine hapa kwa ajili ya kuchakata viungo mbalimbali vinavyotengenezwa Zanzibar, lakini pia Zanzibar kule kuna minazi mingi, na kwa maana hiyo wanatengeneza nazi pamoja na makumbi. Kwa hiyo tuna mashine ambazo zinaweza zikachakata nazi kuweza kupata mafuta ya nazi, lakini pia zinaweza zikachakata makumbi ya nazi badala ya kuwa ni material za kutupa kwa maana ya waste, sasa zinageuzwa kutoka kuwa waste kuwa a new product, ambapo wataweza sasa kupata malighafi kwa ajili ya kutengenezea carpets, kwa ajili ya kutengenezea mifuko, na yale mabaki yanayobaki yanaweza yakatumika sasa kama ama kuni mbadala au mbolea kwa ajili ya mashambani. Lakini pia tunatengeneza mashine ndogo ndogo hapa kwa ajili ya kuchakata miwa kupata sukari,
zinaweza zikafika Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar na mashine zingine nyingi kwa upande wa kilimo. Lakini kwa upande wa uchumi wa bluu, changamoto kubwa ya mazao ya baharini na kuaga ni ukaushaji. Kwa sisi hapa tunatengeneza makaushio ya bidhaa mbalimbali ambazo ni rahisi sasa kuyabadilisha na akawa ni makaushio ya bidhaa zinazotokana na uchumi wa bluu, kwa mfano kukausha mwani na kukausha pia mazao ya baharini kama dagaa na bidhaa zingine za baharini. Hilo linawezekana. Katika jitihada za kuimarisha ushirikiano baina ya TEMDO na wizara mbalimbali za Tanzania bara na visiwani ili kutambulisha na kuongeza matumizi ya teknolojia zinazozalishwa nchini, ikiwa na lengo la kukuza uchumi na kupunguza gharama za manunuzi ya bidhaa na mitambo mbalimbali, imewaalika makatibu katika ziara kuzuru na kujionea shughuli zote zinazofanywa katika shirika la TEMDO. Ziara hii imehusisha makatibu wakuu kutoka wizara za viwanda na biashara, TAMISEMI, kilimo pamoja na afya. Katika ziara hii, kaimu mkurugenzi wa bodi ya TEMDO Profesa Lazaro Busagala amewahakikishia makatibu wa wizara kuwa taasisi ya TEMDO inazalisha bidhaa zaidi ya 16 katika nyanja mbalimbali, na lengo kuu ikiwa ni kupunguza uagizwaji wa bidhaa hizo kutoka nje ya nchi. Wamepata uelewa wa vifaa mbalimbali vinavyotengenezwa TEMDO ambavyo vinahusiana vifaa vya hospitalini, vifaa vya kuteketeza taka hatarishi, vifaa vya kusindika mazao na chakula, vitu ambavyo vikijulikana ndani ya serikali itakuwa rahisi sana kuendeleza viwanda na kuongeza uzalishaji na kuongeza pato la mwananchi, ambayo ni faida kubwa tunayotegemea kwa nchi yetu na kwa wananchi wote kwa ujumla. Kama mnavyofahamu, bidhaa zinazozalishwa hapa pamoja na kuingia kwenye soko letu la ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, manake ndani ya bara, lakini pia zinatarajiwa kwenda mpaka kule Zanzibar, na pia bidhaa za hapa zinatarajiwa sasa kuvuka mipaka kwenda mpaka nchi jirani ambazo zinazotuzunguka. Ni bidhaa zenye ithibati, ni bidhaa bora, na tayari tumeshaanza kupata request mbalimbali ya kuzalisha bidhaa hizi kwenda nje ya mipaka yetu. Ni imani yetu kwamba ziara hii pamoja na nyingine zinazokuja zitakuwa na tija kubwa kwa taasisi yetu ya TEMDO, lakini pia kwa ukuzaji wa sekta ya viwanda na biashara. Tunatoa teknolojia zinazohitajika na kuweza kukidhi mahitaji ya Watanzania. Leo tuko hapa katika karakana za TEMDO kwa mwaliko maalum wa kuja kuangalia shughuli ambazo zinafanywa na TEMDO katika kukuza maendeleo ya viwanda nchini Tanzania. Swali la viwanda na swali la mashirikiano ni maswali ambayo yametajwa katika mikakati yetu ya kitaifa, vision zetu zote mbili, ya Zanzibar na ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini vile vile ni swali ambalo limekuwa likisisitizwa kila mara na viongozi wetu wakuu wa nchi, Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na Daktari Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Viongozi wetu hawa wamekuwa wakitusisitiza kila mara kuwa na mashirikiano ya karibu baina ya taasisi zetu mbili za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na zile za Zanzibar katika sekta ambazo zinafanana. Kwa hivyo ziara yetu hapa leo ilikuwa ni ya kujifunza, lakini vile vile kujionea jinsi gani wenzetu hawa wanavyofanya katika sekta ya viwanda au maendeleo gani ambayo yamepatikana katika sekta ya viwanda. Na kwa kweli tumejifunza mambo mengi, tumetembelea sehemu nyingi za kiwanda hizi, tumeona mashine za aina mbalimbali ambapo zipo kiwandani hapa na vifaa vya aina mbalimbali ambavyo wanatengeneza. Tumeangalia wanatengeneza vifaa vya shule, wanatengeneza vifaa vya hospitali kama vile vitanda, incinerator na vifaa vingine ambavyo wamekuwa wakitengeneza. Lakini vile vile tumeona wakitengeneza vifaa vya uzalishaji wadogo, vifaa vya kilimo, lakini tumeona vile vile wametengeneza vifaa kwa ajili ya viwanda vikubwa vikiwemo viwanda vya sukari na viwanda vingine. Kwa hivyo ziara yetu hii imekuwa ni mafanikio makubwa sana, na tumeona kwamba badala ya kwamba tunatumia fedha nyingi za kigeni kuagiza vitu kutoka nje ya Tanzania, tungeweza kuagiza vitu kutoka kwa wenzetu hawa wa TEMDO
ambavyo vingesaidia katika kukuza uchumi wetu. Lakini vile vile ukiangalia aina za mashine ambazo zinatengenezwa hapa ni mashine rafiki kwa viwanda vyetu vidogo vidogo, na vingeweza zaidi kuongeza uzalishaji au zingeweza zaidi kuongeza ile thamani ya bidhaa ambazo tunazizalisha nchini. Kwa hivyo niseme kwa kifupi kwamba ni ziara moja ya mafanikio sana, kwa sababu tumekipata kila ambacho tulikuwa tunatarajia. Sisi kama upande wa Zanzibar, mimi binafsi kutoka Wizara ya Biashara na Maendeleo ya Viwanda na mwenzangu kutoka Wizara ya Kilimo, tumeona kwamba kuna haja ya kuwa na mashirikiano ya karibu zaidi na wenzetu wa TEMDO ili tuweze kufaidika na kile ambacho kinazalishwa hapa katika kiwanda hichi cha TEMDO. Kwa upande wa TEMDO, kwa kweli zana hizi wanazozalisha, sisi kama sekta kilimo tuna nafasi kubwa sana ya kuzitumia, lakini pia tuna maeneo makubwa zaidi, kwa sababu tuna backup ya wakulima hawa ambao wanatengeneza bidhaa mbalimbali kwa njia ya usarifu, lakini pia wanazalisha mazao. Kwa hiyo tunaweza tukatumia bidhaa zinazozalishwa na TEMDO katika kuongeza uzalishaji. Kwa mfano hizi mashine za kilimo, mashine za kukamulia mazao, mashine za kukoboa na mashine za kusindika mazao haya. Kwa hiyo hizi zote ni fursa kwa wakulima wetu. Sisi ni wamoja. TEMDO, viwanda na biashara, TAMISEMI pamoja, wote lengo letu ni tumepewa dhamana ya kumsaidia Mheshimiwa Rais kupeleka maendeleo kwa wananchi, kuwapatia Watanzania maisha bora zaidi. Na teknolojia, kusema ukweli, ni nyenzo moja muhimu sana ya kuweza kufanya maisha ya Tanzania yawe bora zaidi, uwezo wa kuboresha ufanisi katika shughuli zao za uzalishaji wa uchumi, lakini uwezo wa kuweza kufanya biashara kwa faida kubwa zaidi kuliko wanavyofanya zaidi, na kutoa huduma bora zaidi, huduma na mazao bora zaidi, kwa sababu teknolojia ndio yenyewe. Sasa tunapoondoka hapa, tunachukua hilo kwamba wenzetu wa TEMDO kusaidia kufanya products zao bidhaa zao wanazozalisha zijulikane, na sisi TAMISEMI tuko tayari kuwapatia dirisha la bidhaa zenu zijulikane na kuwa mabalozi wenu kwa wananchi, kuwajulisha kwamba nyinyi kwa kweli kwa saizi mmesimama vizuri, mmejipanga vema kuweza kusaidia kutekeleza azma ya Tanzania kuwa na maendeleo anayoweza kuifikisha Tanzania kwenye uchumi wa kati wa kiwango cha juu kama ilivyo dira yetu 2050, ambayo inawezesha kila mtu kuwa na maisha bora. Na ili tuifikie hiyo, ni kweli lazima tuanze na hawa watu leo chini, lazima tuanze na teknolojia. Kwa hiyo tuendelee kubuni teknolojia, tuongeze ubunifu ili viwango viwe bora zaidi, vilivyopo ni bora tayari viwe bora zaidi, lakini vile vile na bidhaa zenyewe ziwe competitive. Yaani mjasiriamali anapokuja kununua hapa asinunue kwa gharama zaidi kuliko kama anaweza kununua kwenye chanzo kingine. Kama ni mjasiriamali mdogo anachukua ya lita 500. Dhumuni ya ziara yetu hii ni moja kubwa, kujifunza ni jinsi gani tunaweza kushirikiana kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunawawezesha vijana na wanawake katika uongezaji thamani wa mazao ya kilimo. Kama mnavyofahamu, Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan mwaka 2022 alianzisha programu ya Jenga Kesho Iliyo Bora. Jenga Kesho Iliyo Bora haiangalii tu mashamba. Tayari tuna vijana zaidi ya 400 kwenye mashamba yetu. Tayari tuna vijana wanatoa huduma za ugani, lakini kuna vijana na wanawake ambao wanataka kushiriki kwenye kilimo, sio kuwapo shambani, lakini kushiriki kwa kuhakikisha kwamba wanaongeza thamani mazao yale kwa ajili ya kuyapeleka sokoni. Na kama mnavyofahamu, hili kundi ni muhimu sana la ambalo linashughulika na uongezaji thamani na kupeleka mazao sokoni, kwa sababu hili kundi ndio linahakikisha soko la wakulima wanapozalisha mazao yao, kwa sababu mtu wa kupeleka na kufungua soko yupo. Na ndio maana nimekuja na taasisi 3 za kimkakati
lakini taasisi zangu nyingine zote zitakuja kutembelea hapa, na siku ya mwisho tunataka tukushirikiane jinsi gani tunaweza kutengeneza mashine kwa ajili ya wajasiriamali wetu, wanawake na vijana waliokuwa chini ya mwamvuli ya Jenga Kesho Iliyo Bora. Tutawajengea maeneo kwa ajili ya kuongeza thamani, na pia tutawaunganisha na taasisi ya TBS kwa ajili ya kuhakikisha kwamba mazao wanayozalisha yanapata ithibati ya ubora. Lakini pia tutafanya kazi na SIDO ili kuhakikisha kwamba teknolojia hii sasa inasambazwa sehemu zote. Lakini pia katika kazi hii tunategemea pia tufanye kazi na taasisi kama VETA, kwa maana kwamba ni lazima serikali nzima ifanye kazi hii ambayo Mheshimiwa Rais alituelekeza ya kuhakikisha tunatengeneza ajira kwa vijana na wanawake, lakini kuhakikisha kwamba mkulima anapolima anakuwa na uhakika wa soko, na kuhakikisha kwamba tunashiriki kwenye masoko ya ndani na nje ya nchi. Katika miongo minne, taasisi ya TEMDO imefanikiwa kubuni, kusanifu na kuhakikisha uendelezaji wa teknolojia mbalimbali hapa nchini, na hivyo imefanikiwa kupunguza matumizi ya fedha za kigeni na kutengeneza ajira hapa nchini na kuendelea kuimarisha uchumi wa nchi. Ni matumaini yetu kuwa serikali itaendelea kuiamini taasisi ya TEMDO na kutupatia fedha zaidi za maendeleo ili tuweze kufanikisha uanzishaji wa viwanda vidogo na vya kati nchini vitakavyotengeneza ajira katika sekta za kilimo, usindikaji wa mazao, uzalishaji bidhaa na kuendelea kukuza ujuzi mbalimbali zitakazoleta majibu yanayoendana na mazingira halisi ya Kitanzania. Taasisi ya TEMDO inawakaribisha Watanzania wote na wadau mbalimbali wa maendeleo kufika katika ofisi zao zilizopo Njiro jijini Arusha kujionea teknolojia za aina mbalimbali zinazorahisisha kazi za uzalishaji mali. Pia unaweza kuwasiliana nasi kwa nambari za simu 0738 188652 au kututumia barua au barua pepe kupitia sanduku la posta la Arusha nambari 6111 au barua pepe dg@temdo.or.tz. Taasisi ya Uhandisi na Usanifu Mitambo Tanzania, mwenzako katika teknolojia.